Haleluya. Kuna mtu yuko hapa toka asubuhi ya mapambazuko ya saa 11 mpaka muda huu bado amekuja na bado yuko ibadani. Mungu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Hebu geukie tu jirani yako, mwambie furahi, mwambie tabasamu, mwambie tuko ibadani, mwambie usimame. Yesu anakupenda. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mimi pia nisijitambulishe sasa hivi, nitajitambulisha baadaye. Haleluya. Tunataka tumfanyie Mungu ibada kwanza. Amen. Nikimtambulisha huyu Yesu inatosha. Amina. Nikimtambulisha huyu Yesu siku ya leo inafanyaje? Inatosha. Mimi nikupongeze sana kwa sababu unamtafuta Mungu. Nikupongeze kijana mwenzangu kwa sababu sisi vijana tukimtafuta Mungu kunafaa sana, tena kunapendeza sana. Kunafaa sana, tena inapendeza sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukimtafuta Mungu unafanikiwa. Ukimtafuta Mungu unafanyaje? Unafanikiwa. Na kadri unavyoongeza bidii ya kutafuta ufalme wa Mungu, ndivyo unavyoongeza mafanikio ya maisha yako ya kiroho na ya kimwili siku zote. Lakini kama utaacha kumtafuta Mungu, ujue kabisa unapunguza mafanikio yako ya kimwili na ya kiroho. Lakini mafanikio huanza kupungua rohoni, alafu inakuja rohoni, kimwilini. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukiwa na maisha ya kumtafuta Mungu siku zote na kutafuta ufalme wa Mungu siku zote na kutafuta kwa bidii, lazima uweze kufanikiwa na lazima uweze kumuona Mungu. Lakini kama hautamtafuta kwa bidii, kama hautamtafuta kwa kuwekeza sana katika kusoma neno, katika kuomba, katika kujifunza, hautakaa uone mafanikio ya maisha yako. Tutakuona tu unakuja ibadani, tutakusalimia na baadaye utasikiliza neno utaondoka. Lakini kama lile neno hautalifanyia kazi, kama lile neno hautalitendea kazi na utaweka katika maisha yako, utajikuta huko hapo siku zote. Na hili jambo linawakumba sana wanafunzi wengi ambao wako vyuoni. Mara nyingi sana tunaweza tukaenda ibadani kwa sababu mwenyekiti anatuhitaji ibadani, au kwa sababu viongozi wanatuhitaji ibadani. Hatuendi ibadani kwa sababu Yesu anatuhitaji, ila tunaenda kwa sababu mwenyekiti anatuhitaji. Na hatuwezi tukaona mafanikio kwa sababu mwenyekiti hana mafanikio yetu, wala mtumishi yoyote hana mafanikio yetu. Aliye na mafanikio yetu na mwenye mamlaka ya kutufanikisha ni Yesu peke yake. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Aliye na uhalali wa kutufanikisha, aliye na uhalali wa kutuvusha, aliye na uhalali wa kutubeba, aliye na uhalali wa kutupeleka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ni Yesu peke yake. Sijui kama tunaelewana. Sijui kama tunaelewana. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nikwambie kitu kimoja. Ndio semester imeanza na ni semester ya pili. Kama unatamani kutembea na Yesu, hakikisha unatembea na Yesu kwa kweli. Kama unatamani Mungu akusaidie, hakikisha unambeba huyo Mungu kwa kweli. Asiwepo mtu yoyote atakaye kukupunguzia mwendo. Mwambie mwenzako, asiwepo atakaye kukupunguzia mwendo. Kichwa cha somo utaandika aliye na Yesu apunguzie mwendo. Hapo ndio naanza kufundisha sasa. Aliye na Yesu apunguzie mwendo. Bwana Yesu atusaidie sana. Unaweza kujiuliza, mtumishi unasema nini? Ninachokuambia ni kwamba ukiwa na Yesu hakuna atakaye kukatisha tamaa. Ukiwa na Yesu hakuna atakayeweza kukuzuia. Ukiwa na Yesu hakuna atakayeweza kukukwamisha. Lakini kama hauna Yesu, uwe na uhakika kabisa utazuiliwa. Uwe na uhakika kabisa utapunguziwa mwendo. Na ndio maana watu wengi ambao wamepunguziwa mwendo wamemkosa Yesu ndani ya maisha yao. Na wamemkosa Yesu kwa sababu walikubali wanadamu, walikubali ndugu zao, walikubali marafiki zao, walikubali jamaa zao wawapunguzie mwendo.
wawapunguzie spidi ya kupambana na kutafuta ufalme wa Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Na ndio maana kuna vitu vingi umeviandaa au umevipanga katika mwaka huu 2025 au miaka miwili iliyopita, miaka mitatu. Ukasema baada ya miaka miwili au baada ya mwaka mmoja itakuwa sehemu fulani. Lakini baadaye alipotokea mtu fulani au alipotokea rafiki yako, ulipomshirikisha kuhusu maono yako, ulipomshirikisha kuhusu wewe au kuhusu habari ya maisha yako, ulijikuta unakata tamaa, ulijikuta unapunguzwa mwendo. Hata ile spidi yako ambayo ulianza nayo ikawa imepungua, ikaanza kupungua siku hadi siku, mpaka leo hii tukikuuliza yale maono ambayo ulikuwa nayo, yale maono ambayo uliyapanga, je, unaendelea nayo? Utasema hapana, nimechoka. Mungu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Wapo watu wengi ambao tuko hapa, kuna vitu vingi ambavyo Mungu alitubebesha, kuna mambo mengi ambayo Mungu alitubebesha, lakini Mungu alivyotubebesha hatukuchukulia kwa uzito, tukawashirikisha marafiki na wale marafiki wakatupunguzia mwendo. Nataka nikuambia asubuhi ya leo, maana umekuja kwenye ibada, kama ukiwa na Yesu hakuna atakaye kupunguzia mwendo. Kama ukimbeba Yesu hakuna atakayeweza kupunguza spidi ya maisha yako. Kama Yesu ameahidi kukufanikisha, atakufanikisha. Kama ameahidi atakupeleka katika sehemu ya mafanikio yako, lazima ufike. Haijalishi ni nini ambayo iko mbele yako, haijalishi ni nani ambaye iko pembeni yako, lakini nataka nikuambie kijana mwenzangu, kama utambeba Yesu, kama utamchukua huyu Yesu katika roho na kweli, kama utazamilia kumbeba, hakuna atakaye kuzuia, hakuna atakaye kukwamisha, hakuna atakaye kuambia uwezekane. Nataka nikuambia kwamba Paulo amesema na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Huyu Yesu atakutia nguvu na utasonga mbele, na utasonga mbele. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe sana. Haijalishi semester iliyopita ulikuwa na mwendo wa kutembea, kama ulikuwa na mwendo wa kutembea, semester hii ya pili utakimbia, semester hii ya pili utakimbia. Haijalishi semester iliyopita ulikuwa unakimbia, hii semester ya pili utapaa sana, utapaa sana, utapaa sana kwa jina la Yesu. Nataka nikwambie, hata kama semester iliyopita dhambi ilikuwa inakusumbua, hata kama semester iliyopita kuna mwanaume fulani alikuwa anakuzuia, au kuna mwanamke fulani alikuwa anakuzuia, au kuna mambo ya kifamilia yalikuwa yanakukwamisha sana, nataka nikwambie kwamba hii semester ni ya kwako, sio ya mtu mwingine, ni ya kwako. Nataka nikwambie ni ya kwako. Ninazungumza kama mtumishi wa Bwana, ninazungumza kama kuhani wa Bwana. Nataka nikwambie, kama utazamilia, hii semester ni ya kwako, sio ya mtu mwingine, sio ya rafiki yako. Maana umetoka nyumbani mwenyewe, maana umetoka kwako mwenyewe, na kama umetoka mwenyewe, ujue umebeba Yesu atakayekutia moyo, ujue umebeba Yesu atakayekuwezesha, akikwambia mwanangu, inawezekana, mwanangu utavuka, mwanangu utasonga mbele, mwanangu utafanikiwa, mwanangu usichoke, ninakutia nguvu. Yesu amesema atakufanikisha. Utaenda kusoma Wafalme wa Pili mlango wa 4 mstari wa 8 mpaka mstari wa 24. Utaenda kusoma Wafalme wa Pili mlango wa 4 mstari wa 8 mpaka mstari wa 24. Kuna kwenye Biblia ukisoma, kuna mwanamke ambaye alikuwa na nafasi na cheo. Sasa mtumishi wa Mungu alipokuwa anapita, akazungumza na mume wake, akamwambia, naomba nisome haraka haraka, nitasaidia. Tasoma haraka haraka, taruka mistari michache. Wafalme wa Pili mlango wa 4 mstari wa 8 anasema hivi: hata ikawa siku moja Elisha alikwenda shuleni, na huko kulikuwa na mwanamke mmoja mwenye cheo, naye akamshurutisha aje ale chakula. Ikawa kila alipopita njia ile kuingia kula chakula, yule mwanamke akamwambia mumewe, tazama, mimi naona ya kuwa mtu huyu apitaye kwetu mara kwa mara ni mtu mtakatifu wa Mungu, na kuomba tumfanyie chumba kidogo ukutani, na ndani yake tumwekee kitanda na meza na kiti na kinara cha taa, na itakuwa atujiapo ataingia huko. Ikawa siku moja
Akafika huko akaingia katika chumba kile akalala. Akamwambia Gehazi mtumishi wake, mwite yule Mshunami. Naye alipokwisha kuitwa akasimama mbele yake. Akamwambia, sema naye sasa. Tazama, wewe umetujuza sana namna hii, utendewe nini basi? Je, uombewe neno kwa mfalme au kwa amri wa jeshi? Yule mwanamke akamjibu, mimi ninakaa katika watu wangu mwenyewe. Akasema, basi atendewe nini? Gehazi akajibu, hakika hana mwana na mumewe ni mzee. Tasoma mstari wa 15. Akasema, akamwambia akamwite, naye alipokwisha kuitwa akasimama mlangoni. Akasema, panapo wakati huu mwakani utamkumbatia mwana? Akasema, la, bwana wangu, wewe mtu wa Mungu, usiniambie mimi mjakazi wako uongo. Yule mwanamke akachukua mimba akazaa mtoto mume wakati huo mwakani, kama Elisha alivyomwambia. Mstari wa 18. Hata yule mtoto alipokuwa, ikawa siku moja alitoka kwenda kwa baba yake kwenye wavunao. Akamwambia baba yake, kichwa changu, kichwa changu. Naye akamwambia mtumishi wake, mchukue kwa mama yake. Akamchukua akampeleka kwa mama yake, naye akakaa magotini mwake hata zuhuri, kisha akafa. Mamaye akapanda juu akamlaza juu ya kitanda cha yule mtu wa Mungu, akamfungia mlango, akatoka. Kisha akamuita mumewe akasema, tafadhali niletee mtu mmoja wa watumishi na punda mmoja, ili nimwendee yule mtu wa Mungu kwa haraka nikarudi tena. Akasema, kwa nini kumwendea leo? Si mwandamo wa mwezi wala sabato? Akasema, si neno. Akatandika punda, akamwambia mtumishi wake, mwendeshe tuendelee mbele, usinipunguzie mwendo nisipokuambia. Bwana Yesu atusaidie sana. Tenda kusoma kwa kumalizia. Ni nini ambacho natamani kuambia? Ukiangalia huyu mwanamke ambaye alikuwa na cheo, alikuwa anamuona mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa anaitwa Elisha, na alipokuwa anamuona akazungumza na mume wake akasema kwamba tumfanyie huyu mtu wa Mungu nafasi, sehemu ya kulala, ili kila ajapo aweze kupata makazi, aweze kupata malazi. Baadaye mtumishi wa Mungu Elisha alipoona moyo wa yule mama akamwambia Gehazi, je, huyu mwanamke atahitaji nini? Akamwita yule. Baadaye Gehazi alipoenda kuangalia akasema kwamba hana mwana. Akasema, atendewe nini? Ikutendee nini? Alimuuliza swali. Akamwambia kwamba mkani majira kama haya utapata mtoto. Akacheka kwa sababu aliona kwamba yeye ni nani? Ni mzee, kwa sababu anajiona kabisa haiwezekani yeye aweze kuzaa tena. Lakini baadaye Biblia inatuambia kwamba alipata mtoto. Baada ya kupata mtoto, mstari wa 18 inaenda haraka na mimi utapata nafasi pia kusoma. Mstari wa 18 anasema kwamba yule mtoto alianza kuumwa kichwa, ameenda kwa baba yake akamwambia, kichwa changu, kichwa changu. Akasema, mchukueni mpeleke kwa mama yake. Alipopelekwa kwa mama yake, yule mama alipomchukua, Biblia inatuambia kwamba yule mtoto akafa. Mwambie mwenzako akafa. Kabla sijaendelea, kuna vitu vingi ndani ya maisha yako, wakati mwingine kama jambo limezaliwa au ni kitu ambacho Mungu amekupa akakuambia kifanye, baada ya kuanzisha ile program ambayo Mungu amekupa au kuanzisha yale maono ambayo Mungu amekupa, baadaye ikatokea jambo fulani, ikatokea kitu fulani kikafa. Baada ukasema kwamba haiwezekani tena mimi niwe mhubiri kwa sababu nimeshatumbukia kwenye mambo ya dhambi. Haiwezekani tena mimi nikawa mwimbaji. Haiwezekani tena mimi nikawa mfanya biashara. Haiwezekani mimi tena nikawa ni mtu ambaye ni mtu mkubwa ndani ya Tanzania au ndani ya Tabora au ndani ya familia kwetu, kwa sababu kuna kitu baada ya kufa ukajiona kabisa haiwezekani. Biblia ikatuambia kwamba baada ya yule mwanamke kuona kwamba mtoto wake amekufa, akampeleka kwenye kile chumba ambacho mtumishi wa Mungu alikuwa analala. Baadaye akazungumza na mume wake, akamwambia, ngoja nimwendee mtumishi wa nani? Wa Mungu. Mume wake amejua kabisa mtoto wake amefariki, na baada ya kujua kwamba mtoto amefariki, hakutaka mke wake asumbuke, hakutaka mke wake ahangaike, na akamwambia kwamba yadili kumwendea mwezi wa Sabato, yadili kumwendea katika majira haya. Biblia inatuambia kwamba akamwambia kwamba si neno. Mwambie mwenzako si neno.
Maana watu wenye imani, watu ambao hawakati tamaa, watu ambao hawahitaji kupunguziwa mwendo. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo hahitaji kupunguziwa mwendo, hahitaji kupunguziwa spidi. Baada ya kusema kwamba si neno, Biblia inasema hivi, akapewa mtumwa ambaye atamsaidia, atamsafirisha. Akamwambia yule mtumwa, usinipunguzie mwendo hata nitakapokuambia. Bwana Yesu atusaidie sana. Ni nani anayekupunguzia mwendo? Ni kitu gani kinachokupunguzia mwendo? Ni jambo lipi linalokupunguzia mwendo kwenye maisha yako? Ni kitu gani ambacho kinakuzuia wewe usifikie kwenye hatima yako? Wakati mwingine pengine unasoma tu ili mradi umesoma. Wakati mwingine unasoma kwa sababu ya kuwafurahisha wazazi, kwa sababu wengi na wanajua wengi wanasema acha nisome ili nimfurahishe mzazi wangu, ili niwafurahishe ndugu zangu, kwa sababu ingekuwa sio ndugu zangu nisingekuwa nalisoma. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo huyu mwanamke akajitia moyo. Huyu mwanamke alipojitia moyo akasema, nikimwendea huyu mtumishi wa Mungu lazima nione utukufu wa Mungu, lazima nione kutiwa moyo. Lakini anapomwendea Elisha anamwambia, je, hawajambo? Angalia mtu alivyo na imani. Hiyo ameacha maiti nyumbani, lakini anamwambia kwamba hawajambo. Anamwambia hawajambo. Bwana Yesu atusaidie sana. Mtu anakuambia inawezekana, mwambie inawezekana. Bwana Yesu atusaidie. Lakini kwa sababu yule mtu alikuwa ametambua kwamba huyu mwanamke kuna kitu amekibeba, akamtuma Gehazi. Baadaye ikabidi yeye aende. Biblia inatuambia alipofika pale akakaa na yule mtoto akamkumbatia. Kama ni macho yake akatazamana na macho yake, kinywa chake na kinywa chake. Baada ya hapo Biblia inasema kwamba mtoto akapiga chafya mara ngapi? Mara 7. Aliyekufa anapiga chafya mara 7. Kilichokufa kumbe kinaweza kuinuka tena. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Kilichokufa kinaweza kufufuka tena. Kilichozikwa kinaweza kufufuliwa tena. Kinaweza kufufuliwa tena. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Nini kinakukwamisha? Kama huyu mwanamke aliacha maiti akasema usinipunguzie mwendo hata nisipokuambia. Leo natamani nikuambie kwamba kama hii semester umeanza na Bwana, kama hii semester umeanza na Yesu, waambia marafiki zangu wa semester iliyopita, msinipunguzie mwendo hata nisipowaeleza, msinipunguzie mwendo hata nisipowaambia. Kama ulikuwa uzuri badala uzuria sana mpaka wenyewe watoke, kama ulikuwa uomba sana, kama ulikuwa ufunga sana, waambia kwamba maeneo usinipunguzie mwendo, usinipunguzie siri hata nisipokueleza, kwa sababu ninajua kwamba msaada wangu ni katika jina la Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Msaada wangu ni katika jina la Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Nataka nikwambie hata Ayubu alipokutana na wale marafiki zake, akawaambia ni marafiki zangu wataabishaji, akasema ya kwamba na baada ya ngozi yangu kuharibika namna hii nitamuona Bwana, nitamuona Bwana. Haijalishi utachoka, lakini kaa ukijua utamuona Bwana. Haijalishi ya kwamba watasemaje, kaa ukijua utamuona Bwana. Watazungumza maneno yao. Kama kipindi cha nyuma walikuwa wanakuona ni mzinifu sana, kama walikuwa wanakuona ni mwasherati sana, mwambieni ya kwamba yule mwasherati ameokoka, yule mzinifu ameokoka, yule mlevi ameokoka, yule mtukanaji ameokoka. Asikupunguzie mtu mwendo, songa mbele maikia. Huyu Yesu ni mzuri. Huyu Yesu ni mzuri jamani. Sijui niwaelezaje, sijui niwasimuliaje habari zake, sijui naweza nikawaambiaje. Yesu, wewe ni mtumishi, wewe ni mwombaji, lakini nataka nikwambia kwamba onja uone jinsi Yesu alivyo mzuri. Onja uone jinsi Yesu alivyo mzuri. Huyu mama alivyoonja alijua kimbilio lake ni kwa Yesu. Alivyoonja aliona kimbilio lake ni kwa Bwana. Hata kama ni wewe pia kijana mwenzako umeonja leo, hakika ukimtegemea Yesu atakufanikisha. Hakika ukimtumainia Yesu atakuinua kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengine wamepunguziwa mwendo wakasema acha niishie hapa, haiwezekani tena. Inawezekana. Hata kama una mawazo ya kuwa unaisendelea kuwa nayo au mawazo, inawezekana.
Inawezekana una mawazo ya kuwa mtu fulani, inawezekana asiwepo anayekuzuia. Kama maiti ameinuka akapiga chafya, na wewe piga chafya. Yesu anaachilia damu yake, utapiga chafya. Yesu anaachilia nguvu zake, utapiga chafya. Utapiga chafya tena. Inawezekana kabisa. Maana Bwana analituma neno lake ili kusikitisha. Analituma hilo neno lake, na leo amelituma. Jipe moyo mkuu, utashinda. Jipe moyo mkuu, utashinda. Akasoma habari za Batimayo akapaza sauti, Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Watu wakamwambia acha kelele, acha kumsumbua mwalimu. Akapaza sauti tena, Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Yesu akasema mwacheni aje. Wale waliompatisha tamaa, wale waliomzuia, wakamwambia jipe moyo, anakuita. Nataka nikwambie kwamba haiwezekani watakuzuia, haiwezekani watakunyamazisha, lakini sauti yako hawawezi kuzuia. Hata pale nyumbani kwako hawawezi kuja kukunyamazisha, kwa sababu Yesu akikusikia atakwambia mwanangu songa mbele, mwanangu endelea mbele, mwanangu piga hatua. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana yule mwimbaji akasema Elelina Elelina inazidi kutembea maombinu yasikie. Bwana ibadilishe. Kwa nini alikuwa anaimba hivyo? Alisema mbele linaendelea. Na wewe ukikwamishwa, sema mbele linaendelea. Wakikuzuia, sema mbele linaendelea. Wakikuzuia, sema mbele linaendelea. Ninataka nikwambie, maana Bwana amenipa kukanyaga kwenye hii madhabahu. Wapo watakaoshuhudia miaka ijayo, wapo watakaosimulia miaka ijayo. Wapo wale waliotukanwa wataheshimika, wale waliozalaulika wataheshimika tena, wataheshimika tena. Haijalishi wamekukatia tamaa, lakini leo neno la Bwana limekuja. Ni hai tena lina nguvu, ni hai tena lina nguvu. Itakuimarisha tena, itakuimarisha tena. Wazake akasema, Bwana akamwambia Yeremia, nenda nyumbani kwa nani? Kwa mfinyanzi. Kile chombo kilichoharibika kinafinywanga tena. Kile chombo kilichoharibika kinafinywanga tena. Kinakuwa ni chombo kizuri. Hawatakupunguzia mwendo, hawatakunyamazisha. Aliye na Yesu hapunguziwi mwendo. Aliye na Yesu hapunguziwi mwendo. From now, hakuna atakayepunguziwa na mwendo kama ana Yesu. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Mungu atusaidie kanisa la Mungu. Mimi ndio naenda kumalizia. Kama kuna mahali ulipunguziwa mwendo, hata kama ni ugonjwa, hata kama ni kansa, hata kama ni pressure, sio wewe, labda ni ndugu zako. Hata kama kuna mahali kama kijana umevuruga, umejichanganya sana kule mitaani, lakini leo hili neno limekuja kwako. Limekuja kwako kwa ajili ya kukusaidia. Limekuja kwa ajili ya kukuganga tena. Limekuja kwa ajili ya kukufinyanga tena. Kwa hiyo basi, kama umesikia hili neno, likusaidie, likubadilishe, likuinue tena kiimani, likuinue tena viwango. Tuna Wakristo mna miaka mitano, lakini imani haijawahi kuinuka. Nataka nikwambie leo rafiki yangu, imani yako iinuke tena. Imani yako iinuke tena. Imani yako iinuke tena. Jesus, Mungu ni mwema jamani. Yesu ni mwema jamani, anatenda. Bwana Yesu atusaidie.
Hebu sema Bwana Yesu, ninakushukuru. Nimesikia neno lako. Naomba unisaidie. Nisipunguzwe mwendo. Nisipunguzwe mwendo kwenye maombi yangu, kwenye chochote changu. Naomba nisipunguzwe mwendo katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Bwana, ninao uhakika ya kwamba nikikubeba wewe hakuna kitakachonizuia, hakuna kitakachonikwamisha katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Shangilie Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki sana, ninawapenda.